Shalom, shalom mtu wa Mungu, ni wakati mwingine tumepata neema tena mbele za Mungu kwa ajili ya kujifunza neno lake, chakula cha uzima, chakula cha roho. Tutakuwa pamoja katika wakati huu tukijifunza somo linalosema thamani ya siku ya saba katika uumbaji kwenye maisha ya mwanadamu. Maana thamani ya siku ya saba ya uumbaji katika maisha yangu mimi na ya wewe tukiwa kama wanadamu. Vile ambavyo alitafsiri Mungu katika uumbaji na neno ambavyo linatupa katika ufunuo wake. Somo letu linatoka katika kitabu cha Mwanzo na tutakuwa hasa kwenye sura ya kwanza na sura ya pili. Kwa ufupi sana, lakini utatakiwa upate muda mwenyewe wa kusoma kwa kina, na Roho Mtakatifu kwa hekima yake na kwa namna yake atakusaidia kuelewa zaidi na kupata ufunuo zaidi. Na hakika utapiga hatua na kusogea katika namna ya kuishi kusudi lako. Nikianza kwa kusoma mistari kadhaa ili kujenga msingi wa somo letu. Naanza na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Neno linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hii ni siku ya kwanza ya uumbaji. Lakini pia tutasoma kitabu hichi cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Neno linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Naweza kaishia hapo. Lakini pia kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 2, neno linasema, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Amen. Sasa mtu wa Mungu, kuna kitu hapa cha kukiona zaidi ya kawaida, kwamba siku ya saba haikuwa siku tu ya mapumziko kwa Mungu, ila kuna siri ndani yake. Ndani ya siku ya saba manake Mungu anakamilisha uumbaji katika eneo la utawala na kumiliki na kuitiisha nchi. Jambo ambalo awali alikuwa analifanya yeye mwenyewe. Mungu alikuwa anatamka. Tunaona mwanzo kabisa Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ikimaanisha kwamba Mungu anapofanya uumbaji kwa awali aliumba mbingu na nchi. Ni nchi nyingi, mbingu nyingi. Moja ya nchi ni dunia tunaoishi, sayari ya dunia. Maanake alifanya uumbaji wa sayari nyingi. Lakini sasa katika sayari ya dunia kuna namna ya uendeshaji wa mambo alichagua. Na hatua ya kwanza alianza kwa kuachilia roho wake, akatulia juu ya uso wa nchi wa maji, wa vilindi vya maji katika nchi. Mungu akawa anafanya kazi ya kutamka neno, roho wake anaachilia nguvu ili kulifanya neno litokee na kuumbika kuwa kitu halisi kinachoweza kushikika katika namna ya dunia hii tunaoishi. Baada ya kufanya hiyo kazi, Mungu aliendelea kufanya uumbaji kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya saba. Na neno linapotuambia siku ya kwanza, tafsiri yake kwa usahihi ni kwamba siku ilikuwa inakamilishwa kwa ukamilisho katika uumbaji wa kusudi fulani la Mungu. Maanake Mungu anapokusudia kitu, anapokiumba na kikakamilika kwa namna alivyokusudia kiwe, ndivyo anavyoihesabu siku. Kwa maana hiyo siku kwa Mungu haikuwa katika namna ya majira kama ilivyo kwetu. Siku ilikuwa katika namna ya kusudi la Mungu kufikia utimilifu wake, hadi kikaonekana kitu katika sura ya mwili au ya umbo, kwa namna ambayo duniani tunaweza kuvitafsiri vitu katika nchi yetu, sasa katika dunia yetu, katika sayari yetu.
Maanake hiyo ndo namna Mungu amechagua kufanya mambo. Akaendelea hivyo hivyo mpaka siku ya 5. Siku ya 6 neno linasema Mungu akasema na tumfanye mtu. Kiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 26 mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 26. Akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Tunaona Mungu akamuumba mwanadamu. Akamuumba mwanadamu katika namna ya jinsia mbili tofauti, mwanamume na mwanamke, na akatoa maagizo kwamba wazaliane na kuongezeka, akawabariki. Lakini jukumu kubwa la kuwaumba ni kuitawala dunia, kutawala vyote na kuitiisha dunia kwa namna ambavyo Mungu aliagiza. Sasa siku ya 7 Mungu kwa nini alipumzika? Siku ya 7 Mungu alipumzika kwa jambo moja kubwa ambalo lilitokea katika uumbaji. Maana yake kilichokuwa kinafanyika, Roho Mtakatifu alikuwa amekaa juu ya uso wa maji na vilindi. Mungu akaona Roho Mtakatifu yuko juu ya uso wa maji na vilindi ili afanye kazi, uumbaji uweze kutokea na mambo yaendelee kutokea kwa namna ambavyo mimi nataka. Lazima mimi niseme neno ili yeye aachilie nguvu. Na uelewe mtu wa Mungu kwamba Roho Mtakatifu manake ni sehemu ya Mungu katika namna ya nguvu ya uwezeshaji vitu kutokea kwa namna anavyopendezwa Mungu. Yaani sehemu yake ndogo aliitoa akaiweka ndani ya dunia, ili ile sehemu ndogo ya yeye katika nguvu ya kutenda na kufanya vitu vitokee ifanye kazi ndani ya dunia kwa ukubwa wa vitu anaotaka kulingana na nguvu yake ndani ya dunia, kwa sababu hawezi kutumia nguvu yake yote kwenye dunia. Itakuwa ni nguvu nyingi kuliko anachokifanya. Kwa hiyo alichukua sehemu yake. Maana Roho Mtakatifu ni sehemu ya Mungu katika nguvu ya uumbaji, akaiweka ndani ya uso wa dunia kwa maji. Lakini baada ya kumuumba mwanadamu, kilichotokea nini? Mwanadamu manake ni mtu ambaye ni roho kwa tafsiri ya Mungu. Mungu anamtazama mwanadamu kama roho, roho iliyo hai. Maana mwanadamu ni roho ambayo iko ndani ya mwili wenye maji, ambao haya maji katika mwili wa mwanadamu ni damu. Naelewa kwamba roho ya mwanadamu inakaa ndani ya mwili. Kama ambavyo Roho Mtakatifu alikaa juu ya uso wa maji, ndivyo ambavyo roho wa mwanadamu anakaa ndani ya mwili wa mwanadamu ambao una maji, ambao ni damu. Wanabiolojia wanaweza kutuambia mwanadamu uhai uko kwenye damu katika tafsiri yao, lakini katika tafsiri ya Mungu uhai ni roho na iko ndani ya mwili wa mwanadamu ambao una damu 75% na zaidi kibiolojia. Lakini pia Mungu akamchukua Roho Mtakatifu ambaye mwanzo alikuwa katika uso wa maji na vilindi vya maji, akamchukua akamweka ndani ya mwanadamu. Maana mwanadamu sasa akawa yeye kama roho yuko ndani ya mwili, na Roho Mtakatifu ambaye kama nguvu ya Mungu yuko ndani ya mwanadamu. Lakini haitoshi, yule roho wa mwanadamu aliye ndani ya mwili ndo mwanadamu ambaye anatambulika kwa Mungu, aliongezewa na Roho wa Mungu katika namna ya fikra za Mungu na mawazo ya Mungu na kutafakari kwa Mungu katika anavyotaka iwe dunia, akamweka ndani yake. Huyo Roho wa Mungu katika namna ya Mungu. Kwa nini? Maana yake amebeba lile neno la Mungu ambalo litakiwa Mungu alitamke, ili Roho Mtakatifu katika nguvu aachilie nguvu na vitu viweze kutokea. Kwa hiyo sasa mwanadamu katika siku ya 6 maana yake anapokamilishwa, ndani yake tayari ana Roho wa Mungu katika namna mbili tofauti. Roho wa Mungu katika neno la Mungu, Roho wa Mungu katika nguvu ya Mungu, na Roho ambaye ndio mwanadamu, wote wako ndani ya mwili. Na hapo sasa ndo anakamilika mwanadamu katika uumbaji, akiwa katika sura na mfano wa Mungu. Maanake mwanadamu unapomuona anatembea, mwanadamu anafanya vitu, ni kama Mungu anafanya vitu kwa niaba, yani akiwakilishwa na mwanadamu. Kwa hiyo sasa neno linaposema Mungu akapumzika siku ya 7, maanake yale yote yaliokuwa anayafanya Mungu sio kwamba yalisimama, yaliendelea, lakini yaliendelea yakiwa chini ya uangalizi wa mwanadamu. Kwa hiyo mtu wa Mungu unatakiwa uelewe, unapokuwa uko mbali na Mungu kimahusiano, jambo la kwanza unapoteza thamani yako. Jambo la pili unasababisha dunia iendelee kuwa sehemu mbaya. Kwa hiyo lugha yangu moja naweza kuambia leo, mrudie Mungu kwa Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu, ili akufanye tena kuwa kiumbe timilifu, ili urudishwe katika hali ya utimilifu wa utukufu wa Mungu. Kwa maana mwanadamu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo mrudie Mungu ili akurudishie ile haki yako ya kuwa mwanae. Manake Mungu ni baba. Kwa hiyo tukimtizama Mungu kama baba, manake nguvu yetu inatoka kwake. Roho Mtakatifu anapata uhalali wa kukaa ndani yetu na tunakuwa salama katika uhakika wa Mungu. Amen. Hakika
Mungu awe nawe.